Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu Muislam, miongoni mwa ahkamu ambazo zinapatikana katika kutumia chombo ambayo ni simu na ni chombo cha mawasiliano, miongoni mwa ahkamu ambazo zinapatikana ni kama vile pindi unapopiga simu. Kwanza ni mzuri sana kuhakikisha namba ndio usiweze kumudhi mtu mwingine. Pili, pindi umepiga simu unataka kuwasiliana na mwenzako, iko adabu ambazo Muislamu anafaa kuwa nayo. Usipigie mtu simu hata kama uko kwa hali ya hasira, hata kama uko kwa hali ya furaha zaidi. Unafaa ukumbuke ya kuwa miongoni mwa adabu ya kalamu unaanza na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hii tunaipata kutoka katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Rib'i radhiyallahu anhu inda Abi Daud. Anasema jamaa alisema ya kuwa alienda kumtembelea Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala adkhul, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam hivyo, je, niingie? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma khadimu wake akamwambia, enda mfunze adabu ya istidhan, mwambie qul assalamu alaykum adkhul. Hadithi hii katika Abi Daud. Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah anasema hii ahkam ya salam pia katika kupiga simu inaanza, na mwenye kufaa kuanza kupiga simu ndio yule anafaa kuanza na salam. Sasa wewe kama Muislamu pindi unapigia ndugu yako Muislamu simu unaanza na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ni vitu ambazo sote twafaa kujikumbusha na tunafaa kujua. Jambo la pili, ukipiga simu kwa mfano ikakosa kushikwa, unamtafutia ndugu yako udhur, iltamis li akhika udhur. Labda amekuwa na shida, labda kazi imemshika, labda kuna emergency. Na akikuandikia I'll call you back, kubaliana naye. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufunza istidhan na kugongea watu na kuwatembelea. Anasema wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, mkiambiwa mrudi, rudini, hiyo ndio bora kwenu. So mtu akwambia I'll call you back, hivyo hivyo kubali, ongoja akupigie. Akisahau na labda ni dharura, mrudishie baadaye. Miongoni mwa makosa ambazo zinapatikana katika kupiga simu ni mtu kwanza kupiga simu na kisha kuanza maneno bila kuanza kusalimiana. Makosa nyingine, unapiga simu kisha wewe mwenye kupiga simu unanyamaza, unamngoja mwenzako ambaye ako pande ile nyingine aongee ndio ujue kwanza ni nani, ndio uone kama utaongea. Hiyo ni makosa na haifai. Bal Bakr Abu Zaid rahimahullah anasema hiyo ni tabia ya watu ambao wanaita laim, si watu wenye tabia nzuri. Katika kitabu yake Al-Hatif, Adabul Hatif. Pia miongoni mwa makosa ambazo zinapatikana saa zile tunapiga simu peke yake ni unakuta mtu anapiga simu kisha mwenzako labda ako kwa another call na wewe umeamua hutakata, utampigia tu, upige, unamsumbua. Huyo anasikiza maneno, labda ni kitu muhimu anaongea na mtu huko. Ikishaitana mara moja unafaa kukata. Ukisikia kwa busy, kata. Usimuendeleshee paka ati saa zile itajikata, la. Ni nzuri kufanya nini? Kukata. Ndio umpatie mwenzako nafasi ya communicate na wenzake vizuri. Makosa nyingine ambaye inapatikana katika kupiga simu ni mtu akipiga simu unaulizwa ni nani mwenzangu, unaanza kusema kweli haujui sauti, haujui nani naongea naye, vipi umenisahau? Hii ni makosa. Al-asl ukipiga simu kama kwa mfano mtu hajakujua, unafaa kufanya taarif, kujijulisha. Na adabu ya Kiislamu ni kutaja jina yako. Watu wengi wanaghafilika, wanataja kunia wakifikiria ni jina. Unasikia mtu anapiga simu anasema ana Abu Fulan. Ya akhi, Abu Muhammad ni wengi, Abu Ibrahim ni wengi, Abu Nu'man ni wengi. Sasa mimi ukiniambia Abu Nu'man ninajua Abu Nu'man 10 ni mgani, sasa nitamjua? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Jabir
alienda kumtembelea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akagonga mlango. Mtume akamuuliza, man, ni nani huyo? Akasema ana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ana, kaannahu ankara, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukizwa na hiyo, kusema ni mimi. Ni makosa. Wewe kama Muislamu unapopigia mwenzako simu akikuuliza ni nani mwenzangu, unafaa kusema ni fulan ibn fulan, na hiyo ndo taarifa ambaye inafaa kukua, na hiyo ndo hadi ya masalafu salih. Anapofanya taarifu ya nafsi yake, anasema jina yake ile alipewa na wazazi wake na jina ya baba yake au ya kabila yake ambaye anajulikana nayo. Katika hii masail inaweza kuwa kuna wale ambao ni mustathna, kama kuna watu ambao wamejulikana zaidi kwa kunia zao kuliko jina zao. Utakuta mtu jina yake ukimuuliza hujui, ni rafiki yako miaka 10, 20, ukiulizwa jina yake nani hujui. Lakini ukiulizwa ile kunia, yani Abu fulani, hiyo inajulikana. Ukishasema tu hivi anajulikana ni fulani. Sasa mtu kama huyu akijitaarifisha ama akijifahamisha kwa hiyo kunia ni sawa. Kama vile ilikuwa Abu Bakar radhiallahu anhu, alikuwa anajulikana kwa Abu Bakar. Na Waislamu wengi hata saa hizi ukienda kwa streets uulize watu jina ya Abu Bakar Siddiq, watu wengi watakuambia majina zingine za maajabu, lakini sasa Abu Bakar alikuwa anajulikana kwa kunia yake zaidi. So maulama wanasema mtu ambaye kunia yake ishtahara kuliko jina yake, hakuna makosa kujifanyia taarif na hiyo kunia. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.